Sawa. Na huyu mama ananisumbua sana kila wakati. Kwanza ndiye alisema lazima tupige pale Karogia. Sijui mko na maneno gani na yeye hapa Karogia. Asante sana, tutulie. Asante sana. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ mwakena mũno nĩ kuona mũthamaki wa bũrũri. Nĩ mwakena nĩ gũcererwo nĩ mũthamaki wa bũrũri. Kwanza nishukuru rais. Ila maneno yote tulikuwa tunataka kusema ya maendeleo amesummarize yote. Tumemwambia kuhusu basi ya pale Michuki Technical, ametuahidi na italetwa hapa na naibu wake. Sisi rais tunakushukuru sana kwa kukuja kututembelea hapa mkiwa na naibu wako Profesa Kithure Kindiki. Na mimi ninataka kuomba kwa heshima watu wa hapa Karogia, no nginya twĩtĩkĩre kũnyitirĩra thirikari. Na njoke ndĩmwĩre andũ aitũ, ĩka mago ĩrĩa ĩnjoku na ĩrĩa ĩnjoku nĩyo mũrona haha. Njoke ndĩmwĩre andũ aitũ, ĩgĩkamo ĩrĩa ĩnjoku nĩ gũthathayo ĩthathayagwo no ti kũhũrwo. Ndĩmwĩre andũ aitũ, mwĩtĩkĩre tũikare thirikari-inĩ ya Dr. William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Andũ aitũ mwĩtĩkĩre tũnyitĩrĩre mũthuri ũyũ. Ithuĩ twĩyumĩririe tũkĩmũhe kura, twamũheire kura tũmũnyitĩrĩre ti tũmũgarũrũke. Tũmũnyitĩrĩre arute miaka yake 5, arĩkia. Sisi tunasema tunaendelea kusonga na kasongo. Sisi tunasema tunaendelea kusonga na kasongo. Nemogothiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mũthuri ũyũ. Nemokũnyitĩrĩra mũthuri ũyũ. Ni kusonga na nani? Ni kusonga na nani? Ni kusonga na nani? Akianga ikasongo tutasonga na wewe umalize miaka yako 10. Arutwa Michuki Technical nĩ twamwarĩrĩria na nĩ tũka make sure on a street right nĩ mwareherwo gũkũ. Asante sana rais juu ile Michuki Technical. Wale wanafunzi wengi wapati nafasi kwenda university. We sponsor them in that Michuki Technical and it is close to our parents. So we want to say thank you. We are in support of you. Mwananama nonyita Gikuyu. Raisi tunakupenda sana. Tunapenda naibu wako. Na mimi rais sitaki kuongea mengi ya siasa. Lakini nikimalizia nataka kumwambia Kimani Ichung'wah nimemuona hapa. Mimi nataka kumwambia Kithure Kindiki nimeona hapa. Mũndũ ũrĩa ũrenda kwandĩka wiru ya ũtongoria andĩke ya gwake. No ya andũ a Kĩrĩma gũtirĩ mũndũ kwandĩka wiru. Nĩ ithuĩ tũgwĩtongoria tũrĩ ogĩ na nĩ tugĩte nĩ tũgũkuma thutha. Wanaelewa ile maneno nimesema. Ninasema tunashukuru sana juu ya maendeleo, tunakupenda na ni kasongo ni miaka 10. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nitafika pale tena kuja kuifungua. Pia mlinipatia barabara ingine hapo. Huyu mtu wenu huyu bwana Kihungi alikuja kuniambia kuna barabara ingine kutoka mahali inaitwa Posta kwenda Kivango. Hiyo barabara pia asa huyu anasema inataka ifike Kanorero. Lakini si uliniambia ifike pale Kivango. Sasa umeongeza tena. Huyu alikuwa ameniambia Kivango. Lakini sasa amesema iende Kanorero. Tusukume iende ifike Kanorero. Haya, nimekubali tutasukuma ifike Kanorero. Tumeelewana jameni? Na vile vile iko ingine hapa. Gani tena? Hii ya hapa inaelekea wapi? Getuge. Getuge. Sio ya lami. Haina lami. Ati contractor alitoroka. Haya, mimi nitaenda kutafuta huyo contractor. Nasikia inatoka huko kwa Mugo ngambo hiyo, ili tuunganishe pamoja na hapa. Jambo la 4 mimi nimekuja hapa ni mambo yenu ya kilimo. Mimi najua na nawashukuru sana. Ile dola imerudi chini ni kwa sababu ya biashara yenu. Nyinyi ndio mnanisaidia kwa export ya kahawa na export ya chai, ndio tuweze kupata ile pesa madola ya kulipa mambo ya taifa letu la Kenya. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu mwaka uliopita huyo Kihungi alikuja akanitafuta. Akatafuta Alice. Akasema ya kwamba mnataka hii
irrigation ambayo iko hapa muwekewe pesa. Tukachukua pesa ya serikali milioni 400. Sasa tumejenga hii irrigation yenu hapa na iko karibu 90% complete hiyo irrigation hapo. Tunaelewana? Hii irrigation itashughulikia wakulima 1000 ambao watafaidika na hii irrigation. Tumeweka pipeline kilomita 70 hapa kwenu kuhakikisha kwamba tunafikisha nyumbani maji, mfanye irrigation, mzalishe chakula, mtusaidie kuhakikisha kwamba hakuna njaa katika taifa letu la Kenya. Nyinyi wangwana wa watu wa Kangema, mimi nawashukuru sana kwa sababu ndio mnafanya bidii. Muliniambia vile vile niende nipange mambo ya kilimo ikae sawa sawa. Ile bei ya mbolea ilikuwa 7,000, nimerudisha imefika 2,500. Watu wa KTDA saa hizi nimewaambia mbolea ni 2,500. Watu wa kahawa 2,500. Na ile bei ya kahawa, nyinyi watu wa hapa, nyinyi wakulima wa kahawa, ni kweli ama si kweli? Tulikuwa na shida kubwa ya mambo ya kahawa. Na shida ya kahawa ni kwamba kulikuwa na watu pale matapeli, watu wakora. Mtu mmoja ako na license ati yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ndio ananunua kahawa yetu kule kwa Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja anakalia wale wengine wote na kuharibu na kunyonya damu ya watu wengine. Mimi nikasema tutaweka coffee reforms, na hiyo coffee reforms imeondoa sasa ile cartel ilikuwa pale. Leo mtu anapata leseni moja. Wewe ni broker unapatiwa leseni moja. Wewe ni mila unapatiwa leseni moja. Wewe ni mnunuzi unapatiwa leseni moja. Hakuna mtu mmoja ati yeye anachukua kahawa ya mwananchi, anaenda anafanya milling, anamwambia mwananchi hii kahawa yako grade yake iko chini. Mwananchi akitoka anapandisha grade. Yeye ndiye anaenda kuuza kwa soko. Sio ni utapeli? Sasa mimi nimefurahi kwamba kwa sababu tumeweka coffee reforms, leo ile bei ya shilingi 60-70, leo tunalipa ama kahawa inalipa shilingi 100, 110 mpaka 140 kwa factories zingine. Na nimewaambia watu wa KPCU ya kwamba tukisonga mbele tunataka hawa wananchi wapatiwe miche, na nimetoa pesa ya serikali milioni 500 kutengeneza miche milioni 20 ile seedlings ya watu wa coffee. Kama coffee yako imekaa sana na haizai tena, tutakupatia mbegu ingine, ndio tuhakikishe kwamba ile mapato tunapata kwa kahawa inashindana na ile mapato tunapata kwa chai. Tunataka kuinua kila sehemu ya taifa letu la Kenya. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tuhakikisha kwamba bei ya maziwa iko sawa sawa. Na tumeweka bei ile guaranteed ya 50 shillings ifikie mkulima. Hapa katikati kuna watu bado wanacheza karata, lakini nimesema mkulima alipwe 50 shillings. KCC inalipa 50 shillings. Na tunataka kuhakikisha kwamba tunaanza kurudisha chini bei ya chakula ya ng'ombe, kwa sababu pale ndio bado iko matatizo, wananchi wetu hawapati pesa ya kutosha. Tumekubaliana watu wa hapa Karugia? Tumekubaliana? Tuendelee na kazi. Mimi nataka nimwambie huyu ndugu yangu mheshimiwa gavana wenu, asante sana kwa sababu nashirikiana na yeye. Tulikubaliana our community health promoters wako hapa. Hawa community health promoters, yeye analipa mshahara kidogo nusu, mimi nalipa ile nusu ingine. Na tumekubaliana ya kwamba wale wananchi wa chini, ile program ya NHIF ya zamani ilikuwa inashughulikia watu wenye ajira, mtu wako na payslip na mtu mwenye wako na uwezo. Lakini tumebadilisha sasa, tukasema hata mama mboga anatakikana awe na bima ya afya hata kama hajaajiriwa na mtu. Na ndio sababu hiyo tumeweka mfumo mpya wa Taifa Care ya SHA, ambaye tumewauliza kila mwananchi ujisajili. Kila mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1000, kuna mwenye atalipa 500, kuna mwenye atalipa 200, kuna mwenye atalipa 100, na kuna mwenye hana uwezo kabisa, sisi tutamulipia kama serikali. Ndio kila mwananchi
akienda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuuza shamba yake ama kuuza ng'ombe yake, ati analipa bill ya hospitali. Neguo, tumeelewana? Mnasema tuendelee namna hiyo? Wacha mimi niulize, nyinyi mshawahi kusikia mambo ya SHA? Eti sawa. Na huyu mama ananisumbua sana kila wakati. Kwanza ndiye alisema lazima tupige pale Karogia. Sijui mko na maneno gani na yeye hapa Karogia? Asante sana, tutulie. Asante sana. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ mwakena mũno nĩ kuona mũthamaki wa bũrũri. Nĩ mwakena nĩ gũcererwo nĩ mũthamaki wa bũrũri. Kwanza nishukuru rais. Ila maneno yote tulikuwa tunataka kusema ya maendeleo amesummarize yote. Tumemwambia kuhusu basi ya pale Michuki Technical, ametuahidi na italetwa hapa na naibu wake. Sisi rais tunakushukuru sana kwa kukuja kututembelea hapa mkiwa na naibu wako Profesa Kithure Kindiki. Na mimi ninataka kuomba kwa heshima watu wa hapa Karogia, no nginya twĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra thirikari. Na njoke ndĩmwĩre andũ aitũ, ĩka mago ĩrĩa ĩ njoku na ĩrĩa ĩ njoku nĩyo mũrona haha. Njoke ndĩmwĩre andũ aitũ, ĩgĩkamo ĩrĩa ĩ njoku nĩ gũthathayo ĩthathayagwo no ti kũhũrwo. Ndĩmwĩre andũ aitũ, mwĩtĩkĩre tũikare thirikari-inĩ ya Dr. William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Andũ aitũ mwĩtĩkĩre tũnyitĩrĩre mũthuri ũyũ. Ithuĩ twĩyumĩririe tũkĩmũhe kura, twamũheire kura tũmũnyitĩrĩre ti tũmũgarũrũke. Tũmũnyitĩrĩre arute mĩaka yake 5, arĩkia sisi tunasema tunaendelea kusonga na kasongo. Sisi tunasema tunaendelea kusonga na kasongo. Nemogothiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mũthuri ũyũ. Nemokũnyitĩrĩra mũthuri ũyũ. Ni kusonga na nani? Ni kusonga na nani? Ni kusonga na nani? Akianga ikasongo tutasonga na wewe umalize miaka yako 10. Arutwa Michuki Technical nĩ twamwarĩrĩria na nĩ tũka make sure on a street right nĩ mwarehero gũkũ. Asante sana rais juu ile Michuki Technical. Wale wanafunzi wengi wapati nafasi kwenda university. We sponsor them in that Michuki Technical and it is close to our parents. So we want to say thank you. We are in support of you. Monenama nonyitege kwa rais tunakupenda sana. Tunapenda naibu wako. Na mimi rais sitaki kuongea mengi ya siasa. Lakini nikimalizia nataka kumwambia Kimani Ichung'wah nimemuona hapa. Mimi nataka kumwambia Kithure Kindiki nimeona hapa. Mũndũ ũrĩa ũrenda kwandĩka wiru ya ũtongoria andĩke ya gwake. No ya andũ a Kĩrĩma gũtirĩ mũndũ kwandĩka wiru. Nĩ ithuĩ tũgwĩtongoria tũrĩ ogĩ na nĩ tugĩte nĩ tũgũkuma thutha. Wanaelewa ile maneno nimesema. Ninasema tunashukuru sana juu ya maendeleo, tunakupenda na ni kasongo ni miaka 10. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nitafika pale tena kuja kuifungua. Pia mlinipatia barabara ingine hapo. Huyu mtu wenu huyu bwana Kihungi alikuja kuniambia kuna barabara ingine kutoka mahali inaitwa Posta kwenda Kivango. Hiyo barabara pia asa huyu anasema inataka ifike Kanorero. Lakini si uliniambia ifike pale Kivango. Sasa umeongeza tena. Huyu alikuwa ameniambia Kivango. Lakini sasa amesema iende Kanorero. Tusukume iende ifike Kanorero. Haya, nimekubali tutasukuma ifike Kanorero. Tumeelewana jameni? Na vile vile iko ingine hapa. Gani tena? Hii ya hapa inaelekea wapi? Getuge. Getuge. Sio ya lami. Haina lami. Ati contractor alitoroka. Haya, mimi nitaenda kutafuta huyo contractor. Nasikia inatoka huko kwa Mugo ngambo hiyo, ili tuunganishe pamoja na hapa. Jambo la 4 mimi nimekuja hapa ni mambo yenu ya kilimo. Mimi najua na nawashukuru sana. Ile dola imerudi chini ni kwa sababu ya biashara yenu. Nyinyi ndio mnanisaidia
kwa export ya kahawa na export ya chai, ndio tuweze kupata ile pesa madola ya kulipa mambo ya taifa letu la Kenya. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu mwaka uliopita huyo Kihungi alikuja akanitafuta, akatafuta Alice, akasema ya kwamba mnataka hii irrigation ambayo iko hapa muwekewe pesa. Tukachukua pesa ya serikali milioni 400. Sasa tumejenga hii irrigation yenu hapa na iko karibu 90% complete hiyo irrigation hapo. Tunaelewana? Hii irrigation itashughulikia wakulima 1000 ambao watafaidika na hii irrigation. Tumeweka pipeline kilomita 70 hapa kwenu kuhakikisha kwamba tunafikisha nyumbani maji, mfanye irrigation, mzalishe chakula, mtusaidie kuhakikisha kwamba hakuna njaa katika taifa letu la Kenya. Nyinyi wangwana wa watu wa Kangema, mimi nawashukuru sana kwa sababu ndio mnafanya bidii. Muliniambia vile vile niende nipange mambo ya kilimo ikae sawa sawa. Ile bei ya mbolea ilikuwa 7,000, nimerudisha imefika 2,500. Watu wa KTDA saizi nimewaambia mbolea ni 2,500. Watu wa kahawa 2,500. Na ile bei ya kahawa, nyinyi watu wa hapa, nyinyi wakulima wa kahawa, ni kweli ama si kweli? Tulikuwa na shida kubwa ya mambo ya kahawa. Na shida ya kahawa ni kwamba kulikuwa na watu pale matapeli, watu wakora. Mtu mmoja ako na license ati yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ndio ananunua kahawa yetu kule kwa Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja anakalia wale wengine wote na kuharibu na kunyonya damu ya watu wengine. Mimi nikasema tutaweka coffee reforms, na hiyo coffee reforms imeondoa sasa ile cartel ilikuwa pale. Leo mtu anapata leseni moja. Wewe ni broker unapatiwa leseni moja. Wewe ni mila unapatiwa leseni moja. Wewe ni mnunuzi unapatiwa leseni moja. Hakuna mtu mmoja ati yeye anachukua kahawa ya mwananchi, anaenda anafanya milling, anamwambia mwananchi hii kahawa yako grade yake iko chini. Mwananchi akitoka anapandisha grade. Yeye ndiye anaenda kuuza kwa soko. Sio ni utapeli? Sasa mimi nimefurahi kwamba kwa sababu tumeweka coffee reforms, leo ile bei ya shilingi 60-70, leo tunalipa ama kahawa inalipa shilingi 100, 110 mpaka 140 kwa factories zingine. Na nimewaambia watu wa KPCU ya kwamba tukisonga mbele tunataka hawa wananchi wapatiwe miche, na nimetoa pesa ya serikali milioni 500 kutengeneza miche milioni 20 ile seedlings ya watu wa coffee. Kama coffee yako imekaa sana na haizai tena, tutakupatia mbegu ingine, ndio tuhakikishe kwamba ile mapato tunapata kwa kahawa inashindana na ile mapato tunapata kwa chai. Tunataka kuinua kila sehemu ya taifa letu la Kenya. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tuhakikisha kwamba bei ya maziwa iko sawa sawa. Na tumeweka bei ile guaranteed ya 50 shillings ifikie mkulima. Hapa katikati kuna watu bado wanacheza karata, lakini nimesema mkulima alipwe 50 shillings. KCC inalipa 50 shillings. Na tunataka kuhakikisha kwamba tunaanza kurudisha chini bei ya chakula ya ng'ombe, kwa sababu pale ndio bado iko matatizo, wananchi wetu hawapati pesa ya kutosha. Tumekubaliana watu wa hapa Karugia? Tumekubaliana? Tuendelee na kazi. Mimi nataka nimwambie huyu ndugu yangu mheshimiwa gavana wenu, asante sana kwa sababu nashirikiana na yeye. Tulikubaliana our community health promoters wako hapa. Hawa community health promoters, yeye analipa mshahara kidogo nusu, mimi nalipa ile nusu ingine. Na tumekubaliana ya kwamba wale wananchi wa chini, ile program ya NHIF ya zamani ilikuwa inashughulikia watu wenye ajira, mtu wako na payslip na mtu mwenye wako na uwezo. Lakini tumebadilisha sasa, tukasema hata mama mboga anatakikana awe na bima ya afya hata kama hajaajiriwa na mtu. Na ndio sababu hiyo tumeweka mfumo mpya
wa Taifa Care ya SHA ambaye tumewauliza kila mwananchi ujisajili. Kila mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1,000, kuna mwenye atalipa 500, kuna mwenye atalipa 200, kuna mwenye atalipa 100 na kuna mwenye hana uwezo kabisa. Sisi tutamlipia kama serikali. Ndio kila mwananchi akienda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuuza shamba yake ama kuuza ng'ombe yake, ati analipa bill ya hospitali. Neguo, tumeelewana? Mnasema tuendelee namna hiyo? Wacha mimi niulize. Nyinyi mshawahi kusikia mambo ya SHA?